Arogoco ndungata cia Ngai haria murathikiriria. Amen. Ona kunene ona gukuhi Ngai amurathime na mwike wega. Muthenya wa umuthi ni ndamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Ni tondu Jesu ni aheanite ihinda riega na mahinda-ini maya ma matuku maya ma kurigiriria. Amen. Ngacokeria Ngai ngatho ni tondu we wi hau wikarite hau ni Ngai atumite wikare hau na nikio ndirakugeithia na nigetha tuike wa guthikiriria ndumiriri ino. Amen. Ni ukurathimo. Amen. Maritwa makwa ni Veronica Njeri wa Wachira. Yes. Na Jesu ni mwathani. Amen. Na ni ngocaga mwathani ni undu wa kiugo giake. Amen. Amen. Na tondu wa kunjagura kunjita na kunjagura Manegu yaingi macaguritwo na magetwo no ni atiriri we wacagurwo na wetori itikira guikara hari mwathani neguo na nigetha Ngai akuhuthagire uria wothe ariendaga neguo wa ugoci wa ritwa riake. Amen. Muthenya wa umuthi ni ndoka haha neguo ta Jumaine iri ngi ndari haha na umuthi ni ndirenda gukwira uhoro wa nduma ingiingira thiini wa muturire wa mundu ri guthiaga atia. Amen. Umuthi ni ngwenda twarie kiugo kia Ngai kiria gigutuma ndume yo yothe yehere thiini wa muturire waku na thiini wa ngoro yaku. Amen. Ngai ni akwendete nikio ndi haha we uthikiririe na witikire kuigua uria mwathani arakwariria muthenya wa umuthi ni tondu Ngai witu ni mwega na ni mwihokeku niguo. Kiugo kiria ndirenda kwaria muthenya wa umuthi gikuma thiini wa John imwe kamuhari kemwe na Kiswahili nitasoma na Kiswahili na utanisamehea tu. Yes, yes. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tunaenda kusoma Yohana Mtakatifu wa kwanza na mstari wa kwanza na ningeomba tu kwa heshima our sister tusome. Okay. Yohana imwe kwambiriria hau imwe kiugo kege kira atiri mwiroreri wakwa okiambiriria ri uhoro wari okuo naguo uhoro watuire o hari Ngai onaguo uhoro wari o Ngai ucio uhoro ri ni agituire hari Ngai okiambiriria indo cio niguo kana thina mbere ukinye ithano indo ciothe cikigia ciagire na undu wake na kindu o giothe kiria kigite gutire kigite we atariho ona kimwe thiini wake nikuo kwari muoyo naguo muoyo ucio niguo wari utheri wa andu naguo utheri ni utuire o uthererete nduma-ini nayo nduma ni ahotire. Amen. Ni twaigua nayo nduma ni ahotekire. Riu muthikiriria wakwa ndiwe nduma thiini wa muturire waku ihana atia niguo no ni njui kwina nduma muturire-ini waku no ni twaigua kiugo twathomerwo ni our sister ya kwamba ati nduma ikiehera niguo muthenya wa umuthi kiugo giki ugikigua ri no nyende wigue na utauku watiriri ati ndume yo winayo no mata ni kurwara no mata ni mathina no mata niki ni ekwehera ni twaigua kiugo kia Ngai ati nayo ndume yo ni eherire no kiambiriria ri kiambiriria kiroiga atiriri gia kiugo giki ati pale mwanzo kulikuwa na neno naye neno alikuwa kwa Mungu kiambiriria ni kwari na Ngai niguo koguo ni Ngai wombire thi na iguru na riria Ngai wombire thi na iguru ri agicoka akiona ni wega kugie na andu na mundu aikare thiini wa thi Bwana asifiwe na rikumagio muthi umenye we niwe warehirwo ni Ngai niguo thiini wa thi no we urathikiriria we wi hau niwe wombirwo ni Ngai niguo na tondu ni wombirwo ni Ngai kiugo gikauga atiriri ati pasipokuwa Mungu hakukuwa na kitu chochote kwa hivyo Ngai akiumba thi na iguru na akiuga ni kugie na thiini wa ritwa ria Jesu ukigia we niguo we muthikiriria wi hau niguo kama we wi wa Mbui we wi wa Njiru we wi Utieno ni nani akiuga ugie na riria wageire ri agigwikira sura yake Mwathani arogocwo ni Mungu alikuumba na sura yake na wakati alikuumba na sura yake ndio uko mahali hapo na ndio tukasikia ya kwamba wakati utashika neno la Bwana utakuwa umeweka Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na
na akasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Na hilo neno ujue ni Mungu. Na huyo Mungu alikuwa kwa neno, si ndio? Kwa hivyo wakati wapendwa mtaweka Mungu ndani ya maisha yenu, mmeweka Mungu. Pasipokuwa Mungu hakuna kitu kinaweza kikafanyika. Kwa hivyo wewe ikarete hau na nduri na ngai ndwihokaga ngai wendete ngai gutiri undu ono mungihanika ona gutura uriraga na ugaga atia gutiri undu ngikika ni tondu nduigite ngai thiini waku umuthi ni gukumata atiriri muikaraga na ngai waku atia wendete ngai waku kiwango gani nigetha ngai waku oke gugushughulikira. Bwana asifiwe. Utachanganya mkufu wa jina la Yesu. Wewe uliko mahali hapo unanisikia, wewe kiwango yako na Mungu iko namna gani? Na ndio wakati ule utamulilia, wakati uko katika shinda, Mungu wako atakuja na ataweza kukujibu kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio tukasikia ya kwamba pale mwanzo kulikuwa na neno, na lile neno lilikuwa ni Mungu, na ni Mungu alikuwa na hilo neno. Kwa hivyo Mungu, ukiwa na Mungu ndani yako, ndani yako utakuwa na Mungu, na huyo Mungu ataweza kutawala katika maishani mwako kabisa. Na wakati ataweza kutawala katika maisha yako, kila kitu kitaweza kuumbika. Mstari wa 3 hapa tukasikia ya kwamba vyovyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hivyo kama hauna Mungu ndani ya maisha yako, hakuna kitu kitaweza kufanyika. Sababu Mungu anafuata neno lake aweze kulitimiza. Na siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba siku ya leo wacheni tuweke Mungu ndani ya maisha yetu. Leo unateseka kwa maisha ni kwa sababu hamujajuana na Mungu. Wacha ujuane na Mungu, aokoe maisha yako, ndio akuja aweze kubadilisha. Hata wakati ule utakuwa na mashinda, Mungu atapata njia ya kuja kuingia katika maishani mwako. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe uko na Mungu ndani ya maisha yako. Na ndio mahali hapo tukasikia kila kitu kikaumbika kwa sababu ya huyo Mungu. Si leo wewe kuna giza iliyo ndani ya maisha yako, na kwa sababu uko na Mungu ndani yako, wacha huyo Mungu aliye ndani yako, lile giza lilio ndani yako likaweze kufanya nini? Likaweze kutoweka katika maishani mwako. Na ndio ametuambia mahali hapa ati vyovyote vikafanyika kwa huyo, kila kitu kikaumbika ama kikafanyika kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kusema mtu apokee nguvu ya uponyaji itagharimu Mungu aingililie ndio aachilie nguvu yake katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hapo tunasikia ya kwamba ati kila kikaumbika kwa sababu yake. Bila yeye Mungu hakuna kitu kiliweza kufanyika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo msikilizaji wangu, mahali ulipo, kuna kitu Mungu anataka kumbadilisha ndani ya maisha yako. Kuna kitu kingine anataka kutengeneza juu ya maisha yako. Ni kwa sababu mambo yako yamekuwa mazito, yamekuwa magumu, unashindwa utafanya namna gani. Wacha Mungu aingililie kati, aingie ndani ya maisha yako, aingie katika hiyo ndoa yako, aingie katika huyo mwili wako, aingie katika watoto wako. Leo kuna kilio kingi sana, ni kwa sababu ya watoto wetu. Watoto wetu wamekuwa hawasikii hata wazazi. Hata ukimwimbia wimbo siku ya leo na hata kesho hasikii. Ile umemkanya ndio ataweza kurundia. Lakini nini inaweza ikafanya huyo mtoto akusikie? Mungu tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo wacheni Mungu abadilishe maisha ya nyumba zetu, abadilishe familia zetu, abadilishe hata watoto wetu. Na hata wewe uko mgonjwa mahali pale, aweze kubadilisha
mwili wako, aweze kukuponya, aweze kuingia katika mwilini mwako, katika maishani mwako, na ndio atende jambo jipya katika maishani mwako. Na ndio huyu Mungu aliweza kukuumba aweze kujitukuza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio mahali hapo tena ule mstari mwingine akasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, naye ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tunasikia vile maandiko inatuambia, akasema ndani ya Mungu, Mungu ye mwenyewe ni yeye ako na mwangaza, nuru ndani yake. Kwa hivyo ukiwa wewe una nuru ndani yako, giza haiwezi kaka. For example, kama siku ya leo mahali hapa niko hapa kwa hii madhabahu, hii stima zote sikipoeshwa, kutakuwa giza, hautaweza kuniona. Lakini wakati wataakisha mataa zote, utaniona vizuri. Nami ndio ninakwambia siku ya leo, hiyo ilikuwa ni mfano. Siku ya leo nawe wakati utaachilia Mungu wake ndani yako, kila kitu kitaondoka. Leo ni kuachilia nuru ingie ndani ya maisha yako, na ndio ile giza imekaa katika maishani mwako yaweze kuondoka kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Na ndio akatuambia ya kwamba huyu ni Mungu ananenea watu wake, akawaambia ya kwamba kubali nuru hii. Ukikubali hii nuru, naye nuru itawaka, na wakati itawaka kila kitu kitakuwa vizuri kwa sababu ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio hapo akasema ndani yake kulikuwa uzima, naye ule uzima uliang'aa ndani ya watu. Leo wacha hiyo nuru ing'ae kwa watu wake. Siku ya leo unanisikia uko mahali hapo, hata kama uko mbali, kuna giza imekamata maisha yako. Mimi sijui ni giza gani wewe unayapitia, ni giza gani iko. Unaona ni kama sasa ni kuisha unaisha. Maandiko inatuambia ya kwamba wakati wewe unaona unaisha, ndio mwanzo wa Mungu. Mungu anakuja na anatenda kitu kipya. Leo maybe wewe umefika hapo mwisho, umeona mwisho wako ndio umefika, lakini leo nuru inakuja na iweze kung'aa ndani ya maisha yako. Na ndio kujulikane kuna Mungu ule aliweza kukuumba. Mungu hakukuumba hivyo tu ama uteseke. Alikuumba kwa sababu yake, na hiyo sababu ya leo ndio anataka sasa aweze kukutana nawe, akaweze kuondoa giza yote. Na wakati ataondoa giza yake, ndio purpose yake iweze kutimia katika maisha ni mwake. Wewe uliko pale umekaa siku nyingi ukisema ya kwamba mimi nimepita sana na hii ugonjwa, lakini leo acha nikwambie my brother, wherever you are, Mungu anakuambia achilia nuru iwake ndani ya maisha yako. Wacha tushike Mungu. Tuache kutoka kwa Mungu. Siku ya leo watu wengi wametoka kwa Mungu. Wamesema ya kwamba sioni faida ndani ya Mungu. Ni kwa sababu bado hii jaribio ikitoka ingine inakuja. Ikitoka ingine inakuja. Nataka kukuambia wewe umefika mwisho wako. Hiyo jaribio inakuja ndio Mungu wako akuje akuonyeshe njia na akuonyeshe ako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikufe moyo na usione ni kama umeachiliwa na Mungu. Mungu haja kuachilia. Na ndio tunasikia ya kwamba maandiko vile inaendelea na kutuambia ati ndani yake ndimo ulikuwa uzima, naye ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hivyo ndani ya Mungu kuna nguvu, kuna uzima. Kwa hivyo leo ukiwa na Mungu ndani ya maisha yako, elewa ya kwamba kuna uzima, kuna uzima ndani ya maisha yako. Wacha uzima siku ya leo iingie, giza ikaweze kuondoka katika maishani mwako. Uzima, hiyo uzima iingie kwa utukufu wa jina la Yesu. Wakati uzima utaingia, wakati sasa kama vile nimekupatia example, wakati stima inawaka, unaona kila kona zote mahali upo, lakini giza ikiingia utajaribu kutafuta taa uweze kuona. Na ndivyo hivyo siku ya leo wakati Mungu ataingia akiachilia uzima wake, kila kitu kitafanyika. Giza yote itaondoka. Na uelewe giza ni mashinda, ni magonjwa, ni mambo unayapitia,
itaondoka siku ya leo. Wewe kwa hivyo siku ya leo kuna giza imekusungukia, unashindwa utatoka aje kwa hii. Ni kama mtu amefungwa. Unashindwa mimi nitatolewa namna gani mahali hapa nimefungwa. Siku ya leo nataka kuambia na nimekuja nikuambia ya kwamba tuachilie, Mungu achilie nuru yake, na wakati nuru itaingia ndani ya maisha yako, kila kitu kitafanyika kwa uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio mahali pale huyo mstari unasema hivi, naye nuru yangaa gizani, wala giza halikuiweza. Si unasikia? Mtu yoyote ako na Mungu ndani yake, hata giza ikuje namna gani, uchukiwe na watu wakwambia wewe haufikiri, nataka kukwambia hiyo ni giza inakuja ndani ya maisha yako. Na ndio tumesikia ya kwamba wakati Mungu atakuja aachilie nuru ndani ya maisha yako, hiyo giza yote ni kuondoka, itaondoka. Waliokuchukia Mungu ataachilia wakupende. Bwana asifiwe. Magonjwa yameingia ndani ya maisha yako, Mungu ataingia ndani na pigane na hiyo magonjwa, na yataweza kuondoka na utapona katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo tunasikia ya kwamba ni wewe ujiachilie, ujipeane kwa Mungu. Na ndio ninasema ndio nuru ingie ndani yako. Unastahili kufanya nini siku za leo? Kuna mtu wako mahali hapo analia akisema Mungu niponye. Na katika moyo wake kuna mambo amebeba, ameweka katika moyoni mwake. Kuna mtu anabeba Mungu anashindwa na kumfikia, ni kwa sababu ako na uchungu katika moyoni mwake. Na ndio ukutane na Mungu. Kitu ya kwanza, msikilizaji wangu, kubali kuondoa hasira, kubali kuondoa ile uchungu ulio nao. Ule mtu haujasamehea, kubali kumsamehea, ndio Mungu wetu apate nafasi ndani ya maisha yako, na ndio ile hali unapitia aweze kuingia katika hiyo hali. Bwana asifiwe. Wengine tunaenda mbele za Bwana tukiuliza Mungu maswali, tukimuuliza kwa nini Mungu uliniacha? Wewe ndio ulimuacha, ni kwa sababu wewe kuna watu umebeba, hauachili. Unaendelea kuambia Bwana, si unikumbuke, si unibariki. Kubali na wewe siku ya leo. Tumesikia wakati nuru inawaka, giza ni kuondoka, inaondoka. Kwa hivyo na wewe kubali nuru ingie ndani yako, giza iondoke. Wewe hausameheani, usameheane kutoka siku ya leo. Wewe kuna watu walikukosea miaka mingi, hata wale umewabeba, umefanya baraka zako sifungiliwe, sizuiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kuachilia hiyo giza iondoke katika maisha yako, na ndio Mungu aweze kuingia ndani ya maisha yako, aweze kukuponya na kutawala na wewe. Na ndio mahali hapo tunasikia maandiko ikituambia ya kwamba ati ni kwa nini maandiko haya inaongea hivyo. Maandiko ikasema ya kwamba ati wakati nuru itaondoka ni giza itakuwa. Kwa hivyo leo tumeona katika maishani mwako kuna giza. Wacha leo nuru iwake, iondoe giza. Bieti ni nuru ya aina gani? Bieti ni giza ya aina gani? Wacha nuru iweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Wewe mtu ambaye ni wa vita, ni wa hasira, aondoa hiyo. Na ndio maandiko imetuambia kweli, na ndio nuru ikuje, lazima giza iondoke. Kwa hivyo tuachilie nuru ya Bwana itawale katika maishani mwetu, na ndio tuendelee na kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maishani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nawe siku ya leo tuachilie Mungu aweze kutawala katika maishani mwako. Hakuna ugonjwa ulio katika mwilini mwako hawezi akaponya. Italingana na wewe vile umeweka Mungu wako, italingana na wewe vile umebeba Mungu wako. Siku ya leo nataka mshikane na Mungu. Na wakati mtashikana na Mungu, kuna kitu kitafanyika ndani ya maisha yako. Huwezi ukaniambia umetoka pale umetenda dhambi na umekuja hapa na naambia Bwana akutane na wewe na wewe uko na shida ulio nao. Lazima unyenyekee mbele za Bwana,
uende mbele za Bwana umwambie Bwana nisamehe dhambi nimeyatenda, na ndio Bwana aweze kukufikia na aweze kukutana na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tunasikia kitabu cha Ufunuo. Huu ni ufunuo wa Yohana. Yohana angeambiwa ya kwamba atakuja kupatisa Yesu. Hangejua na hangekubali, angesema yeye ni mtu tu hivyo. Nawe siku ya leo uko mahali hapo, ni kwa sababu ya ile mambo unayapitia, unajidharau, unakaa tu unasema mimi sijui nitatokea wapi. Lakini wacha nikwambie, haujui kesho yako itakuwa namna gani. Wakati utakaa ndani ya Mungu, nuru ya Mungu iendelee na kuwaka ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Ndio hapo mimi nataka kusema ya kwamba wakati ninaongea hili neno, hata nami niko mahali hapa, singejua ya kwamba siku moja nitasimama mahali hapa ni nene neno la Mungu, na nikasema ya kwamba sikujua ya kwamba nitakuwa mchungaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya ile hali nilikuwa nayo, hata kule kwetu nilikuwa ninajiambia na huku kwetu kuna kitu kizuri kinaweza kikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe Mungu alikuwa anaona moyo wangu. Nawe ni wewe uko mahali hapo unanisikia ya kwamba Mungu anaona moyo wako, anaona huyu moyo ni moyo utaenda mbali. Kwa hivyo ni wewe nawe ujitengeneze, ukae na Mungu, ndio ufanyike kile anataka kukufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio utaruhusu tu neno la Bwana liingie ndani ya maisha yako, liweze kutawala, liweze kukutetea, na ndio uweze kupata kibali kwa hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile shinda unapitia, wakati utapeana neno litaanza kufanya kazi ndani, hiyo shinda itaondoka. Ni kwa sababu tumesikia ya kwamba ndimo uzima ulikuwa ndani ya neno. Uzima uko ndani ya neno. Na kitu ingine, neno ni Mungu. Kwa hivyo wacha tuwe na Mungu. Na huyo Mungu ako ndani yako, ako na uzima. Kwa hivyo ataondoa giza yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo elewa ya kwamba wengine kuna giza imekuja ni kwa sababu ya kesho yako. Kesho yako anaiona ni kubwa. Lazima akutayarishe, aone kama huyu atavumilia hii giza, atafika mpaka wapi. Kubali my sister, my brother, kubali hiyo giza. Usilalamike, usitende dhambi, usiseme Mungu alikuacha. Endelea na kumwamini Bwana, endelea na kuambia Bwana, leo nataka neno la Bwana likafanye kazi ndani ya maisha yangu, likafanye kazi kwa watoto wangu, ikafanye kazi hata kwa moyo wangu na mwili wangu. Ni kwa sababu tumesikia neno, ndio uzima ulikuja. Na ule uzima ukiingia ndani ya hali yako yote, giza ni kuondoka. Mimi sijui nini ni giza gani iko kwako. Kubali Mungu aingie ndani yako, ndio nuru ingie na giza yote ikaweze kuondoka. Na ndio leo giza ni ugonjwa, giza ni mambo yale unapitia. Leo kata kauli na useme ya kwamba mimi leo nimeamini nuru ingie ndani ya maisha yangu. Wewe uko mahali pale, maybe unasikia na haujaokoka, uko na giza ndani ya maisha yako. Ni kwa sababu kuna mahali hauwezi ukafika sana. Ni kwa sababu haujajuana na Mungu. Ruhusu Mungu aingie ndani ya maisha yako na roho yako. Ni kwa sababu maandiko inatuambia ya kwamba kila goti litapigwa na kila kinywa kitakiri Yesu ni Bwana. Leo kubali nuru ya kukosa kukiri Yesu ni Bwana na magoti kupigwa iondoke, na ndio mjuane na Bwana wetu Kristo. Na hiyo giza itaondoka siku ya leo, ndio muweze kupelekana na Mungu wako kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo wengine wanatamani wakufe. Hapana, wacha kutamani kukufa. Tamani kuweka ndani. Kubali kuweka Mungu ndani ya maisha yako. Na wakati utaweka Mungu ndani ya maisha yako, kila kitu kitafanyika na mambo itaenda kwa urahisi. Itaenda kwa urahisi sana kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio siku ya leo tukasikia Yohana ati atapatisa Yesu
Yesu ule alileta mwangaza hapa duniani. Ni kwa sababu gani? Hakujua. Na wewe siku ya leo unaona mwisho wako. Wacha nikwambie, mwisho wako ndio mwanzo wako. Siku ya leo kuna kitu Mungu anaenda kutenda katika maishani mwako. Elewa leo, kubali giza yote iondoke. Leo kubali giza yote iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio mahali hapa tunasikia tutaweza kusikia katika kitabu cha nani sa Zaburi Zaburi 25 mstari wa 10 tena tusikie naye huyu Zaburi anasema namna gani, sababu Zaburi imejaa shukrani na huruma. Mahali hapo tusikie Mungu naye anasema nini mahali hapo. Tukasikia hapo ni neno ilikuwa naye huyu tusomee our sister Zaburi 25 25 mstari wa 10 ikiro ciothe cia Jehova no cia utugi na uhoro wa ma hari aria marumagia kirikaniro giake na mawira maria make makamathikira. Jehova tondu wa ritwa riaku ri njohera waganu wakwa amune munene. Amen. Na uraigwa kiugo kia Ngai ura kiroiga kuhitukira uyu ni Daudi. Daudi ri ona kendo ikani agatuika muthamaki na ni mundu tukiuria ageragira maundu maingi kwao mucio ni amenetwo akakanwa na familia yao yote, lakini yeye akatoka na kaenda kule kichakani. Na wakati alienda kule kichakani ri aikarire kuu no ndoe kana no aume kuu kwari ni nduma nene no ni tondu wa maitho ma Ngai ri ni mamonaga ri na kiugo kia Ngai kiari thiine wake. Ngai onionaga uyu ni mundu uguthi kunene, lazima nitamrudisha. Lazima nitaachilia neema yangu. Leo siku ya leo kama huyo Daudi. Tasokera ringi our sister muhari wa 10 ikiro ciothe cia Jehova no cia utugi na uhoro wa ma hari aria maromagia kirikaniro giake na mawira maria make makamathikagirira. Jehova tondu wa ritwa riaku ri njohera waganu wakwa amune munene. Amen. Na ndio nasikia ya kwamba na huyu Zaburi 25 mstari wa 10 unasema hivi, njia zote za Bwana ni fadhili kwa na ukweli. Tunasikia bado Mungu anaendelea na kunena akisema njia zote za Mungu ni za kweli na fadhili. Kwa hivyo ndio ukitaka utolewe kwa hiyo giza, tumesikia mahali hapo, wacha njia zako zikuwe ni nzuri. Njia maandamano yako na Mungu mnapelekana na Mungu na mnagani siwe ni njia sa ukweli, sa fadhili na nini na kweli. Ati Mungu akikuangalia anasema na kweli huyu dada nitamtoa katika hii hali. Nimeona amenipendeza, njia zake inanipendeza, inanifurahisha mimi, lazima nikuje nimtoe. Hata kama ninaona kuna vizuizi na mzuilia, lazima mimi nitaachilia neema yangu na nguvu yangu iweze kumtoa mahali hapo. Bwana asifiwe. Hata kama unasikia Daudi aliweza kuzuia na familia yao na kwa sababu njia zake zilikuwa nzuri za fadhili na kweli, na Mungu akaona huyu mtu atakuwa mtu mkubwa. Na ndio akaweza kumtumania. Bwana asifiwe. Na wewe uko mahali hapo ukiwa na hiyo hali ulio nayo ni magonjwa, kuwa na njia za kweli na haki kwa Mungu, na ndio akiangalia atasema hii ugonjwa haitamumaliza, huyu lazima nitamponya. Kwa sababu njia zake ni za kweli na haki. Na haujui akikuponya anakuponya kwa sababu ya kesho.
na ndio utakuwa na ushuhuda ya kwamba na kweli nilikuwa mahali pabaya na Mungu alikuja akaniweza kuniponya na kanitoa hapo. Kwa nini nisimtumikie? Ndio gakoro na wira wakugaga ati Ngai andutire handu hari ho na niki ni tondu nawe njira ciaku ri ni irungaririirie neno ngereru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Daudi ri agituika muthamaki ona muthenya wa umuthi no ona niathiete kuria niathiete alikuwa ameenda huko hakukuwa na kula chakula wanasifiwe, ilikuwa ni matunda ya kichakani. Na wewe siku ya leo uko mahali hapo ni uchungu na kulia kwa yale mambo unayapitia, unashindwa utatoka lini. Leo unalia kwa sababu ya watoto wako ati ya kwamba mimi sipati baraka kwa hao watoto wangu. Wacha nikwambie siku ya leo, na wewe mtumishi wa Mungu uko mahali hapo, wacha na wewe njia zako zikuwe na haki na kweli. Na ndio Mungu akikuja kukutoa pale atasema na kweli huyu ni wa kweli na haki katika maishani mwake. Na ndio tena hapo akasema kwao walisikao agano lake na shuhuda zake. Kwa wale wanashika nini? Agano. Agano ni promise. Mungu akakupromise utakuwa kitu fulani, lakini leo haujafika mahali hapo. Wacha leo agano ile Mungu aliagana na wewe ikaweze kufuatiliwa na Mungu na kutimika, kwa sababu wewe una njia ya haki na kweli na nuru imeingia katika maishani mwako. Wewe uko mahali hapo, maybe kuna neno Mungu alikunenea akakwambia utakuwa mtu fulani na siku ya leo haujafanyika. Maybe akakuongelesha utakuwa na pesa, nitakupatia pesa uanze biashara, lakini leo haujapata hizo pesa. Chunguza uangalie ni nuru gani, ni giza gani iko katika maishani mwangu. Na Mungu anataka nifanye nini ndio niweze kusipokea. Ondoa hiyo giza. Wacha nuru ingie, giza iweze kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Tukasikia njia za nani? Sa huyu mtumishi wa Mungu Daudi zikawa ni njia za kweli na haki. Ni kwa sababu gani? Daudi ni mtu utamuhesabia hangefanyika mfalme, lakini kwa sababu ya kila wakati kuomba Mungu msamaha. Anaenda analilia Mungu, anamwambia Bwana nisamehe. Analilia Mungu. Wewe siku ya leo usalia, usaomba, ukalilia Mungu na ukatoa machozi usamehewe dhambi, ama tu najipiganga kifua lazima nitabarikiwa, Mungu kuja tu na hata saa ile unalia, hata saa ile naambia Mungu akuja kuponya, bado kuna mtu amekukasirisha. Uko na hiyo makasiriko ndani yako. Sigondoe hiyo yote. Na ndio Mungu apate njia na akuje aweze kukuondoa. Tumesikia Daudi yeye alikuwa mtu wa kufanya nini? Ya kuomba Mungu msamaha. Leo Mungu anangojea watu wamuite na waombe msamaha. Ndio Mungu wetu aweze kupata njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuwa na roho ngumu ya kwamba najua atakuja tu. Amesema wacha nuru ingie. Nuru ikiingia giza itaondoka. Kwa hivyo nawe hiyo giza ndio nuru ingie, ondoa giza ya aina yote. Nisijui uko hapo giza yako ni gani siku ya leo, lakini leo wacha Mungu alete mwangaza wake na aweze kukutoa mahali wewe ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Ati njia zake na ndio ile agano Mungu aliagana na wewe. Wakati aliumba mbingu na nchi na akakuumba wewe mwenyewe na akakuumba kwa sura yake, akasema huyu mtu nimeumba kwa sura yangu, huyu atakuwa mtu mkubwa. Lakini leo haujafika mahali hapo, umekwama. Uko na ugonjwa unaponanga, halafu unainuka tena. Wacha siku ya leo akuponye na akuponye na uendelee na kufanyia Mungu kazi. Ni kwa sababu amekuponya. Si kukuponya na inarudi. Ni kwa sababu nawe katika moyo wako umeweka namna gani? Mungu anaangalianga moyo. Maisha yako anaangalia ni nini hiyo umeweka katika moyo wako. Hata siku ya leo ninaweza kuja nikuambie ninakupenda, na kumbe sijakupenda. Moyo wangu uko na question mark. Kuna kitu nimejiwekea mahali hapo kwa sababu yako, lakini ule Mungu anaangalianga moyo.
wacha leo akuangalie aone umetoa hasira, umetoa kukosa kusamehea, ametoa takataka zote katika moyoni mwako, na ndio nuru ingie ndani ya maisha yako na uwekwe huru na uweze kufunguliwa, upokee uponyaji, upokee kila kitu unataka kwa utukufu wa jina la Yesu. Na yule hajaokoka afunguliwe kwa dhambi ya okoke. Akili leo Yesu Bwana, kwa sababu Mungu anamngojea, Mungu anampenda. Maisha yake iko mikononi mwa Mungu. Mungu na mambo mazuri juu ya maisha yake. Wakati atakiri tu, atamuingiza to destiny, ampeleke kule yeye Mungu anaona huyu anastahili kumfanyia kazi. Maybe akuweke kwa biashara, maybe akuangalia kuona wewe ni mhubiri, akupeleke kwa uhubiri. Bwana asifiwe. Tukubali siku ya leo ya kwamba nuru ingie katika maishani mwetu, na ndio Mungu aweze kupelekana nasi sote. Tuache saa yote, si wakati, kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Ndio mhubiri alituambia, usiku unalia kila wakati. Siku zote wewe ni kulia. Kuwa siku moja unalia, siku nyingine unabarikiwa, siku nyingine unarudisha shukrani. Unasema ni asante Bwana, nimekuona. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeweka Mungu ndani ya maisha yako. Na nuru iliwaka juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Tukiendelea tu, na ndio kwa sababu ninaongea kidogo, alafu kuna ushuhuda leo. My sister aliniambia niweze kutoa ushuhuda ya kwamba vile Mungu aliweza kuniponya. Na ukiniona mahali hapo na nikiongea na watu wa Mungu, mimi ni testimony. Nisingeishi wa leo, mimi ningekuwa kaburini. Lakini kama vile ninakwambia, Mungu anakujua wewe na shida zako zote. Alijua huyu kuna kitu amebeba kiko ndani yake. Na huyu hata kufa kitafikia watu. Je, wewe uko mahali hapo? Si nikufikia siku ya leo, utoke mahali ulipo. Unaona mwisho wako, isikuwe mwisho wako. Leo Mungu akuje ndani ya maisha yako. Na wacha nisome hili neno lingine la mwisho, ndio niweze kufanya nini? Kukutolea hiyo ushuhuda. Ujue mimi ni nani na nimetoka wapi, na wakati hapa ninahubiri na ushujaa wa nani. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha tukaweza kusoma tena huyu neno la anaitwa nani? Huyu mtu anaitwa prophet. Anaitwa nabii. Tukasikie neno la nabii. Nabii ni kuongeleshwa na ongeleshangwa na Mungu. My sister. Na naambiwa nenda kwa my sister Lilian. Nenda ukamwambia hivi, nenda ukamkanye abadilishe tabia na mienendo. Ama Mungu akamwambia hivi, wewe ninakuja kukuinua, nimeona utakatifu wako. Bwana asifiwe. Wacha tusome hiyo neno la kiunabii, tusikie naye nabii alikuwa anasema nini. Alitolea watu wake unabii na munagani. Na ujue nabii anakuanga kinywa ya Mungu. Anakuanga kinywa ya Mungu, anatumwa. Wewe wakati umefika mwisho, Mungu anakutumania. Nawe ni lazima ukue unatembea na njia za kweli na haki katika maishani mwako, na ndio uweze kutumaniwa. Haleluya. Katika Isaiah 53 verse 7. Isaiah 53 verse 7. Tusikie naye huyu nabii anasema nini kuhusu watu wake, hata hao wasikilizaji wako hapo. Sababu anaenda kuwatolea unabii. Muko mahali hapo, anaenda kutoa neno la kiunabii kwenyu. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Tusomee our sister na Kikuyu, na mimi nitarudia hapo. 53 from 7. Verse 7 tu. Okay. Nĩahinyĩrĩirio, no rĩrĩ nĩ kwĩnyihia enyihirie we mwene, na ndaigana gũtumũra kanua, akĩaria o ta ũrĩa gatũrũme gakiraga ki gagĩthiĩ gũthĩnjwo, agĩkirĩrĩria o ta ũguo kagondu ikaraga kĩirugamĩro karũgamĩte mbere ya mũmĩmuri guoya. Ti-itherũ
ndaigana gutumura kanua. Amen. Amen. Unasikia vile nabii anasema vizuri. Amen. Anatuambia vizuri sana. Na wewe hata ni wewe unanenea unaambiwa ati verse 7 anasema alionewa lakini alinyenyekea wala hakufunua kinywa chake kama mwana kondoo. Huyu sasa ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alitupiwa mate, akatukanwa, akafanywa mambo yote, lakini hakufungua mdomo wake. Hakufungua, alinyenyekea. Bwana asifiwe. Alinyenyekea. Lakini siku za leo msikilizaji uko mahali hapo. Leo hata nikikukanyanga, maybe ulikuwa unatoka kwa basi nikukanyange, lazima utatoa neno. Hauwezi ukanyenyekea uvumilie. Na hata ukiambiwa sorry na mtu hautaki, bado unaendelea na kufuatilia nini? Maneno. Yesu Kristo alipigwa, akatupiwa mate, akabebeshwa mambo mazito. Hakuongea, alielekea. Nawe siku ya leo giza imekuwa namna gani kwako? Mambo ni mazito kwako. Wacha kuongea maneno ukisema mimi sijui nani aliniroga, hata huyu Mungu amekawia sana. Nyenyekea na usifungue nini? Mdomo wako. Endelea na kulitia jina la Mungu. Endelea hata kama utaona ni mazito, ndio uweze kushinda. Mwambie Bwana nakushukuru kwa sababu ya hii hali ninayapitia. Ndio uweze kushinda. Uvumilie. Tukasikia mnabii akasema ya kwamba akajifanya kama mwana kondoo. Amen. Mwana kondoo. Mwana kondoo. No amenya mwana kondoo siku ya leo kuwa kama huyo mwana kondoo. Mtu ambaye ameokoka, ambaye ana Mungu ndani yake. Amen. Na huyo mtu hata akitukanwa na mtu hawezi akafungua mdomo wake. Yeye anakaa tu, anavumilia tu, anakimya, akingojea Mungu ni yeye atamsaidia na atamtetea. Lakini siku za leo tumekosa kukua mwana kondoo. Wengine tumekuwa mbuzi. Mbuzi, unajua mbuzi kazi yake ni nini? Inaletanga vunjo. Hata ikiwa pale tu kanisani, inakuanga na vunjo pale. Inaweza hata ikatoa watu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kuwa kama mwana kondoo wa kunyenyekea saa yote, lakini unajua vile umebebana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yani nyenyekea. Maandiko inakwambia na linakwambia neno la kiunabii kuwa mtu wa kunyenyekea. Haleluya. Wacha kukasirika na kutoa maneno ambayo itafanya tutoroke. Mtu atoroke ashindwe. Huyu ni mwokofu kweli? Huyu ni mwokofu. Anaweza akatoa mambo kama haya. Bwana asifiwe. Kuwa mtu wa kunyenyekea ni kwa sababu kuna Mungu aliye juu mbinguni anaangalia. Hiyo ni giza tu ilikuja. Maybe ilikuwa ni giza iliachiliwa ikupime wewe kama utaipita. Bwana asifiwe. Na wewe ukose kupita. Leo msikilizaji wangu, kubali kupita. Kubali kupita ndio uende level hiyo ingine. Kama ni wewe ni mgonjwa, kubali Mungu aingie, usimuulize maswali, usimwambie Bwana nimefika mwisho wangu niue. Njigwira ruo muno, njuraga asa, nioraigwa ruo. Anajua. Na anaweza akakuponya sana, lakini hata Yesu Kristo tumesikia ya kwamba alitupiwa mate, akapigiwa msumari. Ni uchungu wa aina gani hiyo? Hakuongea sababu naye Mungu alijua hii haitamuua. Hata wewe haukufi kwa hiyo shida, na wewe uko hapo kitandani hata kama ni hewa, sasa haukufi. Utapona, ni kwa sababu hiyo ni giza. Na Mungu atakuja kufanya nini? Atakuja kuiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo agano lake liweze kutimia. Nawe ndio itimie kuwa na njia za haki na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tukasikia hapo akisema ati yeye ni kunyenyekea. Alifanya nini? Alinyenyekea. Kama mwana kondoo akipelekwa kichinjioni. Na kama vile kondoo anyamazao mbele yao, wakatoa manyoya yake, naam hakufunua kinywa chake.
Bwana asifiwe. Amen. Unajua kondoo inakuanga na manyoya. Na wakati kona manyoya, unafikiria kunyolewa manyoya hayo si ni uchungu sana? Siku ya leo yani watu wamekuingilia mpaka sasa unashindwa. Sasa hao nao wanataka kumaliza kabisa. Lakini mimi ningekwambia leo, kuwa mtu wa kunyamaza. Kuwa mtu wa kunyamaza kimya. Kuwa kama mwana kondoo ambaye anangojea siku ya kesho Mungu akuje ajitukuse na yeye. Hiyo vita unayapitia. Maybe ni majirani muko na yeye hapo. Hata kaki kukuona, anakuonea tu. Hata kikwambia maneno ya aina gani, wacha kufungua mdomo. Sababu ukifungua mdomo, utazuilia kile Mungu alikuwa anataka kufanya. Na ndio aonyesha huyo adui yako ya kwamba una Mungu ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo wasikilizaji wangu, tukubali kunyamaza kabisa. Tukubali tuna Yesu ambaye aliye ndani yetu anatusaidia. Na ile neema iko ndani ya Yesu Kristo, akatuachia ile tuweze kuvumilia na tuweze kuenda na hiyo. Mwambie Bwana Yesu Kristo, kama mambo yamekuwa mazito, mwambie nipe neema. Nipe neema ya kuweza hii mambo yote. Ni kwa sababu nimefika mahali nasikia mimi nitashindwa. Mwambie nipe neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, kama maandiko ya kiunabii, leo kubali kutoka hapo. Kubali neema leo itakufikia. Leo neema wacha ikufikie, uweze kupona na uweze kukutana na muujiza wako wa siku ya leo. Wewe uko hapo, sijui ni muujiza gani unataka. Leo kubali. Kubali. Ambia Bwana, hata saa hizi ninaongea, ukiwa tu mahali pale, mwambie Bwana ni kweli. Umesema ya kwamba mwanzo kulikuwa na neno na ni wewe. Kwa hivyo Mungu, ninajua ulitoka kitambo. Ulitoka katika moyoni mwangu. Nilikutoa kwa sababu ya zile maneno mimi natoanga. Nilikutoa, unajua nikwambie my sister, kuna watu wengine wanaenda kwa duka saa hiyo hana pesa. Na wakati hana pesa anashindwa atafanya nini. Maybe ako na 100 na amehesabu zile vitu atanunua ni pesa mingi na hana. Na sasa sababu hana, yeye anaenda anasema nipatie unga, nipatie hiyo ingine. Alafu inaisha hiyo pesa. Na wakati inaisha, sasa anasema ni asante. Sasa saa ile naye ule mwenye duka amempatia vitu zake. Mwenye duka amesahau, anampatia ile 100 na vitu. Naye huyo mtu alikuwa ananunua hizo vitu zake, akarudishiwa nini? 100. Huyo mtu akafurahia sana, akasema ai, nimeangukia. Sikuangukia. Wacha nikwambie, ni kukosa kuaminika. Na Mungu aliye juu mbinguni ameona wewe sitakuaminia pesa mingi. Ni kwa sababu haukuaminika. Na tena tutakuita mwizi. Kabisa. Tutakuita mwizi, umeenda kuibia mtu wa duka. Wacha siku ya leo usikubali kuchukua kitu ya mtu. Hata vile watu wanaangusanga pesa kwa gari, na wewe unachukua unasema hii ni yangu, nimeanguka. Hapana, peana, chukua upeane. Ndio Mungu akuamini, akupeleke hali hiyo ingine. Lakini kama ukiwa mtu wa kujiripishia utakaa tu pale. Leo nimekuja na habari njema ya kukwambia ya kwamba tukubali kwenda level nyingine. Tuache kukaa tu hapa. Mungu atubebe, akituangalia tuonekane tumegimara. Tumekomaa. Ndio tuende hiyo level nyingine. Tuaminiwe na Mungu kupokea pesa mingi. Tuaminiwe kuponya ugonjwa, na ndio nasi tutaenda kuponya watu bila kujisifu, bila kusema ni mimi nilimwombea na kapona. Tukubali tu leo tunyenyekee kama mwana kondoo. Haleluya. Hata kama tunatolewa manyoya na munagani, tuendelee na kunyamaza, tukiriria Mungu, tukimwambia Mungu kuja. Bwana asifiwe. Tuvumilie aina yote. Siku moja ikawa mimi ndio huyu. Sasa hiyo ni testimony nakwambia.
ikawa niko pale. Mimi ndio ninararanga chini kwa nyumba yangu. Ninaomba. Mpaka nakumbuka kuna mzee alikuwa anakaa nyuma ya nyumba ile nilikuwa alikuwa anasema akiambia watu, na huyu mama naye saa yote anaongeanga na Mungu. Anachukuanga kiti anakaa hapo. Ni sasa sababu Mungu wanaongea na yeye live. Ni kwa sababu gani? Nimeomba na ninaomba na thanks. Na ninaomba kwa muda mrefu. Saa ile nilikuwa ninaomba tu mahali pale, ikawa majaribio yamekuja ndani ya maisha yangu. Nataka unisikie msikilizaji. Amen. Utasaidika mahali hapo. Amen. Na wakati ule nikakosa kitu ya kukula kwa nyumba yangu. Na nikakosa hata pesa. Na watoto wangu ndio hao wanataka ni wakule na wakunywe na waende shule. Na niko tu mahali hapo na ninaendelea na kuomba. Lakini huko kwingine ninaona walevi wanapita na wakipita upande ule mwingine kulikuwa ni mahali tulikuwa nyumba ilikuwa zetu. Na upande ule mwingine kuna watu walikuwa wamekodeshwa. Na saa hiyo ni walevi. Wanakuja hata kama watakuja usiku saa ngapi watakuja utasikia sha ni nini ni kanyama wanapika. Na huku kwangu mimi ndio muombaji ule mkubwa. Na sipati pesa ya kununua nini kanyama. Na hata hiyo kaunga saa zingine mnalala njaa. Na saa hiyo nikaomba nikaambia Mungu, sasa hii Mungu wangu kuja unionekanie. Na siku moja ikafika, nikasikia hiyo siku natamani kukula nyama. Lakini kitamani kukula nyama sina na nini? Sina hera. Na ndio hapo nikasema nitafanya nini? Ndani yangu ni vizuri nuru iwake ndani ya maisha yako. Na giza iondoke. Nikiwa nimekaa tu pale na nilikuwa ninafikiria Mungu, siku ya leo nataka nikunjue na njia kubwa. Ni kwa sababu walevi wanakunywa hawakosi pesa ya kukunywa. Na tena wakikuja huku ndio ninasikianga harufu ya na mimi ndio hapa ndio muombaji ule ninasimamia neno lako. Ni wewe Mungu. Wakati hiyo ninasimamia neno lako na mimi nimekosa. Leo nifanye namna gani? Ndani yangu nikasikia kitu kiniambia usiongee lolote, nishukuru. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nishukuru. Jokeria ngatho. Jokeria ngatho. Nikasema ndio, nishokie ngatho. Na mimi kile nilifanya, nami nilichukua hatua. Sababu siku nilikuwa nataka nile nyama. Lakini ile nyama sipati pesa ya kununua. Nikatoka, moyo wangu kaniambia shukuru. Mimi nikatoka. Na wakati nilitoka nilienda kwa buchari. Na ile buchari nilienda nikasimama hapo. Naye mtu wa buchari si ndio huyu ameona customer. Akakuja akaniambia, "Yes customer." Nami, "Yes customer." Customer hana pesa. Nilisimama na nikainua mikono. Na nikaanza kusema asante Mungu kwa sababu ya hii buchari. Asante kwa sababu ya hii nyama. Ni wewe ulisema kuwe na buchari na nyama. Na ninakushukuru kwa sababu nimeikula. Nakwambia ule mwenye buchari aliona huyu mama ni mwenda wazimu. Anasema nini? Na mimi nimekuja kumwambia yes customer. Lakini nimeona ameinua mikono. Nikainua mikono yangu nikashukuru. Nikamwambia Mungu nimekula nyama. Asante kwa buchari. Na ni asante na nimeenda. Na nikaenda na nikaingia kwa nyumba yangu. Na nikakaa. Wacha nikwambie, hapo ndio nilikuja kunjua badala ya kulalamika ukiteta itakutoa kwa Mungu. Ni kunugunika. Hapo ndio nilikuja nikanjua gushokeria Ngai ngatho. Hinyogwo, the power of thanksgiving. Bwana asifiwe. Na ndio dakika haikuenda sana. After mimi kurudi nyumba nimeshukuru kwa hiyo buchari. Nimeshukuru na watu wakaniangalia huyu mama naye ni nini. Na nikaenda kwa nyumba yangu na nikakalia kiti. Nataka kukwambia dakika kama 30 hivi nilisikia mtu mama amekuja na akapiga mlango yangu akaniita. Alikuwa ananijua, akaniita, "Mama Nyambura." Nikamwambia karibu. Na akaingia. Na wakati aliingia kwa nyumba, huyo mama alikuwa amebeba nini? Paper bag. Na wakati aliingia na paper bag, akasema, "Mimi leo nimesikia, leo ni lazima nikuje nikutembelee." Na nikaona tukule lunch pamoja.
Nikamwambia sasa mimi sikufikiria kuna kitu hapa kwa hiyo nini paper bag. Nikamwambia karibu. Nikaenda kwa jikoni. Nikaenda kuwekelea maji ya nini? Ya ugali. Na sijui kama kuna ugali. Na wakati nimeenda kuwekelea ndio akaniambia hata Mama Nyambura, leo mimi nimeamua mimi nitakuja kupika. Leo nataka nikupikie ukae tukule na watoto. Na ndio akaingia kwa jiko. Alitoa nini? Alitoa unga na akatoa mboga ilikuwa imekatakatwa na akatoa nyama nusu. Na akaanza kupika. Kutoka hapo ndio nikaambia Mungu, ngai kumbe Mungu nakuanga hivyo. Ile nyama nimeenda kushukuru ndio hii na hakuna pesa nimetoa. Sikununua ndio, lakini Mungu umenipatia. Nawe siku ya leo dada yangu, ndugu yangu, wherever you are, unanisikia, acha nikwambie, kuweka Mungu ndani na umshukuru, kitu kinafanyika. Lakini ukilalamika, ukinugunika, umeweka Mungu mbali. Tusiwe tunalalamika, tusiwe tunanugunika, kwa sababu Mungu wetu anatupenda. Yeye alituumba, tuende wapi na yeye alituweka duniani hii. Acha kukufa mapema kabla haujatimiza ile Mungu aliweka ndani yako, kwa sababu kuna mambo yamekaa giza maishani mwako. Leo nimekuja kukuambia, kata kauli, mwambie kama hivyo ndivyo Mungu nafanyanga. Wacha leo nuru hii iondoke, giza ingie, giza iondoke, nuru ingie. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka siku ya leo kumbali huyu Yesu Kristo, kumbali kutembea na Mungu. Na kama wewe uko pale ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma, ni mashinda, rudia Yesu Kristo leo na ndio mpelekane na yeye. Ukaanguka ukasema hapana, wacha nikwambie, hata saa ile mtu anaanguka kwa maji, kwa matope, ukaangi hapo, si ndio? Unaanguka na unaamuka na tena unaangalia ni nani amekuona. Kama umeharibika, unaamuka na unajaribu kujitoa matope. Siku ya leo usikae, hata kama ulianguka ulitoka kwa wokovu. Yesu anakungojea, anakuambia kuja mwanangu, na ndio kilicho ndani yako niendelee sasa kukiangaisha, kukimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo wacha nikwambie, wacha nuru leo iwake ndani ya maisha yako. Ndiye amekuja siku ya leo asungumuse na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neno hilo ni lako. Sasa nimekwambia ninafika hapo kwa hilo neno na vile Mungu amekunenea. Utachukua namna gani? Leo utakata kauli gani? Wewe haujaokoka, kubali kuokoka. Ya dunia yatakwisha. Yote yatapita na yatapita, lakini neno la Mungu litasimama. Samani tulikuwa tunaimba wimbo neno litasimama, lakini ya ulimwengu yatapita. Kubali ya ulimwengu yapite. Hayo mambo yaliyo ndani ya moyoni mwako wacha yaondoke. Achilia Yesu afanye kazi katika maishani mwako. Ni wewe umezuilia Mungu afanye kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hapo ndio nikuelezea hii testimony ya kwamba mimi wakati niligonjeka na nikagonjeka na nikapelekwa pale hospitali, na ndio nipelekwe hospitali, nilikuwa ninajaribu kupumua, inasindikana. Na nikawa kuna mambo yalikuwa ndani ya moyo wangu, nikashindwa sasa mimi nikikufa nitakufa namna gani? Na wakati ule mimi nilikuwa nimeokoka. Ni ile wokovu my sister, ile wokovu sasa haujui. Unaona sasa wewe umeokoka na haujui kumbe kuna kitu Mungu anatengeneza juu ya kesho. Sikujua nitakuwa mchungaji, na sasa ile wokovu sikujua ni ile ya kulimi. Sasa mimi nimeokoka, nimekaa tu, nimeokoka. Na sikupata mtu wa kuniambia endelea. Mimi nimeongozwa tu na Mungu. Kaa tu kwa Mungu, kaa tu kwa Mungu, kaa tu kwa Mungu. Na jaribu kukaa tu kwa Mungu na ile wokovu. Mpaka sasa nikaenda mahali, nikakuja sasa nikajua kumbe Mungu anatakanga hivi. Kumbe Mungu anatakanga ukae hivi na uelekee hivi. Na ndio sasa nikakuja nikafanyika
vile ilivyo. Lakini ndio nikuje nifanyike kama nifanyike mchungaji, kuna mapito nimepita. Na wewe kubali ile mapito napita, haujui kutokesea wapi. Lakini ukikaa kwa Mungu unaelekea mahali pazuri kwa jina la Yesu. Nikagonjeka. Nikagonjeka. Nikapelekwa hospitali. Wakati nilipelekwa hospitali, mimi nilikuwa najaribu kupanua mdomo, haipanuki. Nikitaka kubreathe, si breathe, sitoi hewa, nasikia nitakufa. Ndio nilikuwa ninapanua mdomo, ndio hewa iingie. Mahali hapo nikapewa kitanda pale Kenyatta Hospital, na wakati nilipelekwa pale nikasemekana nitatimbiwa. Na sasa wakaanza kunitibu. Na kile waliangalia wakanipima, waliona ni kama huyu ugonjwa wake hatuelewi. Hatuelewi tufanye nini? Wacha tufanye operation. Walinianza na operation. Na hii operation iko hapa kwa kifua. Na hapa kuna shimo. Hapa. Na wakati walipasua mimi, hiyo kitanda ilikuwa imesungukiwa na watu madaktari kama 20, na nikapasuliwa. Na wakati nilipasuliwa nikawekwa pipe. Na ile pipe wakaisiru hapo. Alafu sasa wakaweka chupa ikawe pale. Nikasikia wakisema wanatoa uchafu ndani ya lungs zangu. Kwa hivyo lungs ilikuwa affected. Na saa hiyo nilikaa tu pale. Ndio sasa nilifanya nini? Nililala, nikakaa kama nimelala, lakini sinjalala. Nikingojea 1 month na hiyo pipe ikiwa hapa na hiyo chupa pale. Na ndio sasa mwezi mmoja ukaisha ukiwa na pipe. Na ndio daktari akakuja akatoa ile pipe. Wakati alitoa, sasa si utafungwa hapo. Utafungwa na nini, na bandage. Na sasa ndo utashonwa. Utashonwa hapo na ufungwe na bandage. After hiyo kutolewa ile pipe na wakashona, imagine saa hiyo nikiwa kwa kitanda, nilikuwa nimewekwa kwa ofisi ya manasi pale Kenyatta. Nasi wako hapo na mimi kitanda yangu iko hapo. Saa ile sasa walitoa na wakaweka nini hiyo bandage. Sasa mimi nikacheka. Na wakati sasa nilicheka, usaa ukatoka hapo. Hapo kumeshonwa. Nikaangalia nikaona sasa hii na nimeshonwa inatokea wapi? Manasi nao wakakuja wakaangalia wakaona na kweli usaa unatoka na ni mahali pameshonwa. Hao manasi wakapigia daktari mkubwa ule alinifanya operation, akakuja akaangalia tena. Ukajua nini? Wakasema tena hapo ndio tutarudia tena. Na ndio wakarudia tena hapo. Ninakumbuka kuna watu walikuwa wanasunguka wanaleta Biblia. Kuna Biblia ndogo. Hiyo Biblia ndogo ikawekwa hapo. Nilikamata hiyo Bible tena. Nikaikamata nikisema Jesus. Nao wananiambia usiongee sana. Sasa mimi naona nitakufa, lakini nikufe ndani ya nani? Ya Mungu. Ndio nimeshika nini? Nimeshika hii Biblia. Na ndio wakapasua tena na wakaweka ile pipe na wakafunga tena vile walikuwa wamefunga pale mwanzo. Na after hiyo tena nikakaa mwezi mmoja kwa ile kitanda. After mwezi mmoja nikatolewa. Wakati walitoa hiyo pipe na hiyo chupa, sasa nikashonwa tena. Imagine my sister. Wakati walitoa tena na wakaweka hiyo bandage hapa tu, na ndio tena nikasema hiyo siku nikasikia wacha nitembee niende pale chooni nikajisaidia. Kwenda kujisaidia ile usaa ikatoka tena. Wakati ilitoka tena mimi nikaona sasa ni kama ninakufa ama ni nini naendelea. Sasa mimi sijui. Ndio nikarudi tena kwa manasi nikawaweza kuwaelezea. Wakati niliwaelezea hata nao wakashanga. Wakashindwa, sasa hii ugonjwa yako imetushinda, ni ugonjwa aina gani? Sasa ndio the Monday ilikuja, ndio madaktari walikuja round. Wakati sasa nikatolewa tena, hata nikatolewa sasa hapo nikapelekwa direct ward. Sasa wakati madaktari walikuja, ndio walikuja round kwa ward. Wakaangalia wagonjwa, huyu akapewa ruhusa, huyu mwingine akapewa ruhusa. Wakati walifika kwangu, na ndio ninasema
wewe msikilizaji wangu unanisikia ukiwa mahali hapo, mambo imekuwa ni mzito na munagani ni mangumu, hauoni njia, bado kuna njia. Wacha nikwambie na usikize hii testimony, ni kwa sababu kwangu kulikuwa hakuna njia, lakini kulipatikana njia. Nisikize. Saa ile daktari walikuja, wale wakapewa ruhusa, huyo mwingine akapewa ruhusa, wakafika kwangu. Wakati walifika kwangu, niko na ile sasa nini, ile bandage. Sasa wakasema sasa huyu hatujui tutamfanya nini, kama hiyo operation mbili imetushinda, tufanye nini? Wacha tumupe ruhusa akakufie nyumbani. Na wote ni wengi, na ule mkubwa in charge wakati wanaongea tu hapo, wakasema wacha tuandike tumpee ruhusa aende kule nyumbani. Wacha nikwambie, ukiwa na Mungu kuna njia inafunguka. Kuna malaika alikuwa hapo na daktari, na ninamkumbuka, Mungu akubariki Dr. Kibuga. Huyo Dr. Kibuga alisema hapana, wacha tufanye experiment na huyo mgonjwa. Amen. Na ndio sasa wakakubali wote, hata huyo mkubwa wakaandika, wakasema sasa kile tutafanya, wacha kwanza tumupatie ruhusa aende nyumbani akasalimiane. Automatically nikanjua ninatumwa, ndio nikikuja kufa wasasi nimewasalimia. Na nikapewa ruhusa. Ujua Mungu alikuwa na mimi. Sikujua kumbe ninapitia hayo kwa sababu ya siku kama ya leo. Nikutie wewe moyo. Hata umefanya operation gani, haukufi. Utaishi. Na kile kilicho ndani yako ukitoe, na ndio kijulikane na kisikike katika jina la Yesu Kristo. Mimi nikaenda kwetu nyumbani nikiwa na bandage zangu, na nikasalimia, na nikarudi. Nilikuta nimewekwa kwa wall, jina yangu imewekwa kwa paper, nilikuwa wa pili, ndio nikaenda Major Theater. Na sayo wakakuja wakaniambia, Veronica, usikule na usikunywe, unaenda. Nikasema ni sawa. Asubuhi wakakuja na hiyo gari, wakaiweka tu hapo kwa kitanda, nikaambia panda. Saa ile nilipanda, nilifunikwa na leso. Na hiyo leso hauwezi ukaona unapelekwa wapi. Sasa mimi nikashindwa ninaenda wapi sasa, ninapelekwa wapi, hata hauoni. Ndio ndani ya moyo, hata hawaniambii. Niliingia na nikafunikwa. Lakini ndani ya kufunikwa hapo, nikiwa nimelala tu hivyo, ninapelekwa na gari, nasikia ninaenda na hawaongei, wanaenda tu. Moyoni mwangu nilikuwa ninaambia Mungu, Mungu, ninasikianga mtu akikufa na dhambi haingii mbinguni. Nami siku ya leo sijui ni nani nimekosea, lakini sana sana mimi nilikuwa ninajua ni wasasi wangu. Nikaambia Mungu hapo kimoyo nikiwa ndani, nikaambia Mungu, nisamehe dhambi ile yote nimetendea wasasi wangu, nisamehe. Na ndio hata kama nitakufa nikiwa ndani ya Kristo, bado Mungu anaangalia moyo. Tunaona haya. Alafu tukaenda, nikafanywa operation, na hiyo operation sasa ikawa sirudisi wapi, kwa wodi. Nikapelekwa direct, kuna itwaje ICU. Wakati nilipelekwa ICU, sasa hiyo operation nyingine nayo, na unajua hapa nilikuwa nafanywa, mimi ninafanywa operation upande wa moyo. Huu ndio upande wa moyo. Hiyo ingine iko hapa chini. Imeteremka ikaenda operation, ikaenda ikakuja mpaka ikakuishia hapa. Kwa hivyo hapa mimi niko na nini, na majiraha makubwa sana hapa. Makubwa, hiyo operation ikakuja mpaka hapa. Alafu tena hapa chini niko na kashimo, lakini kalishonwa kwa sababu ya kuwekwa sasa ile pipe. Na sasa nikapeleka ya kutoa ile uchafu. Sasa ndio nikakaa hapo ICU, nikiwa nimelala. Hii mkono hii ilikuwa, hii kinyama kilifura na hiki kingine kifura. Kwa hivyo hii mkono hauwezi ukafanya nini, ukainua
Kwa hivyo immediately mkono wangu ukawa hauna nguvu, ni kama umepooza, haufanyi kazi. Unaona juu ya hiyo operation, na niko tu pale theater. Kucheka hauwezi ukacheka, kulia hauwezi ukalia, ni kwa sababu ukilia ama ucheke ni uchungu. Sasa ulikuwa unavumilia ile machungu. Na ndio wiki 2 ikaisha, nikiwa wapi? Nikiwa ICU. Na sasa ICU, moyo wangu umekonektiwa kwa hizo mashini waone kama nimepiga ama nimekufa. Sasa ile nilikuwa hiyo ICU, nimekaa tu hivi, niliangalia tu hivi, niliona kuna mtu ameletwa na amewekwa nini, ameletwa akitolewa theater na akawekwa pale, dakika kidogo akaletewa shuka, amekufa. Na mimi niko hapo. Nakwambia mimi ni wa Mungu. Amen. Na sitatoka kwa Mungu. Na wakati nimekaa tu pale, wiki 2 ikaisha, nikiwa pale sikuli, hata sikunywi, nikiwa tu pale. Na sasa ndio ikafika wakati sasa wakasema tumeona moyo wake ni mzuri, sasa wacha apelekwe kwa ward. Nikapelekwa kwa ward huko juu, nilikuwa ward 12 huko Kenyatta. Na wakati nilienda pale nikawekwa kwa kitanda. Sasa unjue my sister, mkono haufanyi kazi, miguu haitembei. Juu katika ile hali ya wakati wa pale wa mbele, nilikuwa nadungwa hapa kwa mapacha. Mapacha hii ninadungwa sindano kama 10, hii ingine upande huu mwingine sindano kama 10. Sasa ikawa sasa ni mashimo kwa mapacha yangu. Tena wakarundia na huku nyuma, nikadungwa. Sasa si unaona ikafanya miguu ikose nguvu. Na kutoka hapa chini nikawa sina ile nguvu juu ya hizo mashindano. Ni kama nimeparalyze. Sasa nikitaka kufanya ni kukaa tu kwa kitanda, ninawekewa makushoni makubwa. Sasa ninakaa kama nimelala. Sijalala lakini nimekaa kama hivi. Sababu nikilala hivi vile watu wanararanga, ile usaa ikirudi nitarudishwa. Na sasa nilikuwa ninaogopa isirudi, nisirudi tena. Sasa nikawa nimekaa kama nimeketi. Nikakaa ndio nini hao manasi mmoja wakawa wanahuruma, wakawa wanakuja. Ndio ninasema nilikuwa na Mungu. Wakawa wanakuja, wakaanza kunishika mkono, kuninyorosha miguu, wakaanza kunini. Alafu nikakuja nikaonyeshwa vile sasa nitakuwa ninafanya, nikapewa makasi. Hii makasi nina kilipu hii pipe. Ndio ile usaa hata kama nitainua isirudi ndani. Nina kilipu, alafu ninasimama. Wakanifanyisha physiotherapy, wakanifanyisha. Ndio sasa siku moja nikaamua sasa wacha mimi nifanye nini? Nitoke. Nimekaa kwa kitanda muda mrefu. Acha nikwambie dada yangu na ndugu yangu, haya ni mambo yangefanya useme Mungu hayuko. Na hayuko na wewe, ungetamani ukufe. Lakini mimi haleluya, nilikuwa ninalilia Mungu. Na si ndio hiyo sijui hiyo roho ilikuwa imenitoa wapi. Mungu bado alikuwa ndani yangu, ananiambia ya kwamba nitumainie tu. Nikawa ninaambia Mungu ni asante. Watu walikuwa wanakuja, mwingine nilisikia message, imagine ni kutaka kuniumiza. Maripoti kakuja ati ni fulani alikuroga ndio uko hivi. Lakini mimi sikuyaweka kwa mafikirio yangu. Nilikaa tu nifikiria mwili wangu. Siku moja wakati sasa nimeweza kupata ile nguvu, nikasema pale kuna room ya kuona TV. Sasa ndio nikaamuka, hata manasi sasa hawako na hawanioni. Nikaamuka vizuri, nikachukua ile makasi nikakirip, nikatoa miguu kwa kitanda, nikakanyanga. Na nilikuwa nimepewa hii gari ya kusukuma. Nikaamuka nikakiripu, nikachukua ile chupa, nikawekelea nini? Nikawekelea hiyo chupa hapo. Alafu nikaanza kutembea. Manasi niliwakuta hapo kwa reception. Nikienda na gari, wakasimama wakafurahia sababu nimeamuka na nimeenda. Wakaniuliza bwana niko naenda wapi? Nikawaambia nataka kuingia nikaone TV. Nikaenda nikafika. Wakakuja na cushion na kiti mrefu kama hii. Na wakati walikuja na wakaniwekea, mimi nikakaa hapo na nikaanza kuongelea kuona.
nikaanza kuona nikaona kulikuwa na vipindi tulikuwa tunaendelea. Ujue Mungu ni Mungu, anakuona hata wewe unanisikia hapa katika hiyo hali, anakuona. Imagine haukufi, hautasi, haukufi, hauteseki, hautaona mwisho wako. Zaidi nini mwanzo unaanza leo hii, sababu Mungu anakuona. Kwa nini unateseka na hautoki wazimu na haukufi? Ni kwa sababu kuna kitu kizuri kiko njiani kinakuja. Sasa nikiwa nimeketi tu hapo kwa hiyo TV, all of a sudden, sababu Mungu wetu anatupenda na ana mpango mzuri juu ya maisha yetu, all of a sudden ile TV ikabadilika, kukaingia mhubiri. Na huyo mhubiri ni wa kitambo na alikuwa mzungu, si Mkenya. Alikuwa mzungu na ni the late Bonke, Bonke. Na wakati alikuja akaanza akahubiri dakika kidogo akanitaja jina. Na wakati alinitaja jina akasema kwa hiyo hospitali kuna huyu mgonjwa na anaitwa Veronica. Kwanza aliniita majina yangu, Veronica Njeri, na uko hapo na umefanya operation na rangi yako ikatolewa. Ilikuwa imeoza, yani ilikuwa imeoza yote, kwa hivyo kupumua ni shida. Umetolewa hiyo, ukaweka ingine ya plastiki ya kukaa kwa muda kidogo. Huyo ni mwanadamu anakwambia hivyo, lakini Mungu anafanya nini? Ndio akasema Mungu ananiambia nikwambie, anakupatia rangi zingine mpya. Hallelujah. Ninafanya ndio alipoint. Mungu ananiambia nikwambie, anakupatia rangi zingine mpya. Kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe ni kitu kikubwa. Immediately kusema hivyo, nilisimama. Na wakati nilisimama, nikajikuta ile pipe, ile pipe ilitoka. Sijui nani alitoa, ikatoka na pipe ikaanguka chini na nikasimama vizuri bila hii scratches. Hizi nilikuwa natembea nazo, nikasimama hivi. Dakika kidogo, manasi wakakimbia kwangu. Walisema, wewe umetoka na wazimu? Nikawaambia hapana. Ni nini? Walichukua tu simu dakika kidogo, wakapigia daktari ule mkubwa. Na daktari ule alinifanya operation, alikuwa anaitwa Dr. Uchura. Lakini wakati nilitoka hospitali alipata accident, pole. Na wakati walipigia huyo daktari, wakamwambia huyu mgonjwa amepatwa na kichaa, amechomoa sile nini, sile pipe. Nikamwambia hapana, ni kutoka imetoka, ni mtu amesema nimepona hapo kwa TV. Amesema na mimi nimepona. Ndio daktari wakakuja, wakaandika nini, wakaandika niende nikapigwe picha ya kifua ndio waone sasa. Sasa ndio sasa nikaachiliwa, nikaambiwa niende nikapigwa picha. Nakwambia my sister, Mungu akiwa na wewe, hata kama unapitia namna gani, Mungu anakujua na anakuelewa. Ndio sasa nikaenda kwa picha. Na wakati nilienda kwa picha, nilienda peke yangu, sikuenda na ile wheelchair. Nilikuwa napelekwa nayo. Nikaenda na nikasimama na nikapigwa picha. Wakati waliangalia lile picha, waliona huyu ako na rangi nzuri. Wakaanza kuulizana what happened? What happened? Na kujua huyu, wacha kulia, wacha kuona kama umefika mwisho. Wacha kuona umefika mwisho. Mwisho wako ndio mwanzo wako. Mungu anajibu siku ya leo kwako. Kuna kitu anatengeneza katika maishani mwako, na ndio kuwe msaada kwa watu, kwa wengine. Siku ya kesho wewe ni msaada kwa wengine. Hata wewe umekosa pesa, ni kutayarisha, inatayarisha ukiangalia imani yako na vile mtakaa na Mungu wako. Kubali kukaa na Mungu vizuri juu ya kesho yako. Haleluya. Na wakati hiyo sasa mimi nikaambiwa rangi zangu ni mzuri. Na sasa wakasema tusimile tu madaktari tu hawananga nini, lazima waseme kitu. Sasa ndio wakasema sasa wacha tumwandikie clinic ndio achekiwe mara 2 mara 3 alafu aende. Na kwambia niliandikiwa nikiwa tu hapo
Alafu nikachekiwa ninaonekana niko sawa, nikachekiwa tena niko sawa, na hata ya 3 niko sawa. Sasa ndio nikapatiwa ruhusa nikiwa, lakini nilitoka na barua kubwa ya kuonyesha sitafanya kazi mzito. Siwezi nikawekelea mgongo yangu mtungi, siwezi nikalima, siwezi nikafanya hizi kazi zingine zile mzito. Nikaambia Mungu, najua wewe ni Mungu. Sasa saa hiyo ni wakati nilikaa kitu ya kugegania mno ni ati waleo hiyo mwaka yote ningetoa pesa ngapi? A lot of money. Ningetoa pesa mingi. My sister, wacha nikwambie. Ngayande heire ciothe. Ndaumire na kibao 20. 20. Msikilizaji, mwaka mzima Kenyatta nilitoka na 20. Na wewe siku ya leo unaona uko na madeni mengi. Ngoja Mungu anakuja kukulipia. Kama ni mimi alilipia hospitali, nilipishwa tu ya kujulikana ati alikuwa Kenyatta Hospital, na hii ndio entry, na hiyo ndio receipt ya kuonyeshana ndio niandikiwe 20 tu. Na wewe unateseka hapo, unakaa hapo. Mungu ana uwezo. Na mimi siku ya leo Mungu alinipatia rangi zingine mpya. Wewe uko hapo unashindwa, nitatembeaje? Kuna miguu. Kuna spare part. Mungu ameweka. Amini tu. Na ufuatilie njia za Mungu. Na ukae kwa Mungu. Ako na spare part zako. Atakupea ya aina yote. Hata kuna mgonjwa dakika hii hapo hospitali ameambiwa ako anemic, ameisha damu. Mungu atakupatia damu. Kuna damu nyingi iko na mitungi. Spare part ya Mungu. Ni wewe ukae chonjo, alafu aachilie malaika na metoliro. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya leo kaa vizuri, tengeneza njia zako. Amini Bwana. Wacha machungu. Wacha machungu. Wacha leo nuru ingie. Giza iondoke yote. Na ikiondoka kuna kitu kipya Mungu anakuja kutenda. Haleluya. Maishani mwako. Na mimi wa leo si ndio niko hapa. Na sasa ndio niweze kujua ya kwamba ni kweli mimi Mungu ameniponya. Nilipewa ruhusa nikaenda kwetu nyumbani. Wakati nilienda kwetu nyumbani, wazazi wananihurumia, wameona vile nimeteseka, vile nimekaa pale. Wakaniambia sasa kazi yangu ni kukaa. Lakini wacha nikwambie, nilingojea mama atoke. Sasa nikuwekera, yani nikutia muhuri ya kwamba mimi nina nguvu, ninaweza nikafanya kazi mzito. Sababu nilienda nikachukua, mama akasema hapana. Basi unaona vile ulikuwa mgonjwa. Kamwambia hapana mama, si nimepona. Hapana. Na ndio mama nikangojea kaenda. Mimi nikachukua jembe na nikaenda hapo kwa shamba letu. Nililima, nikalima mpaka pale. Na wakati nililima mama kukunja, akasema hapana. Nikajua sasa mimi niko na nguvu ya kufanya kila kitu. Siku ya leo wewe uko mahali hapa kukimbia, nitakimbia sana. Utakuja tukimbie na wewe, nitakushinda. Mimi tu. Kwa sababu Mungu aliweka kila kitu, alitengeneza kila kitu na kanipatia nguvu kwa nguvu wa jina la Yesu. Na wewe umefika mwisho, ukaambiwa mambo mengi, haufanyi hivi, na wewe uko hapa hata umeambiwa usikule chumvi, usikule sukari, usikule nini, na tena Biblia inatuambia ati kila kitu kizuri ni chetu. Bwana asifiwe. Tunakuja tunakatisiwa mambo zingine. Usikunywe maziwa, usikule nyama. Usikule nyama. Sasa utakula nini? Na hiyo ni ya kutengeneza. Ni ya kutengeneza hata mwili. Mwili ukae vizuri, matunda. Zingine unaambiwa usikule, na ni ya kutengeneza ngozi yako.
ukae vile Mungu anataka, sababu ni matunda ya Mungu. Kwa hivyo nataka kukuambia msikilizaji, umefika mwisho. Unaona nduma nene muno muturire-ini waku, reke ndume ĩno ĩthire kumagia muthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ Ngai aingĩra-rĩ ndume ĩyo no kwehera. Nuru ikiingia, nuru ni nani? Nuru ni Mungu na ni Yesu. Akiingia kila kitu kitaondoka. Situamini tu pamoja. Giza yote iondoke, na nuru ingie ndani ya maisha yako. My sister, ni kweli, kweli kabisa. Tuamini pamoja ya kwamba nuru yote itaondoka maishani na kama wako na amefika mwisho akubali pamoja nasi na Mungu atamponya. Amen. Wewe biashara imekufa, kubali nasi siku ya leo. Mungu anaenda kuifufua tena kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe na wewe msikilizaji wangu mahali ulipo. Ile hali tu unapitia, na hata kama wewe ni haujaokoka na ungependa kuokoka, nitaanza na wewe. Wewe ungependa siku ya leo kuokoka, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, naja kwako siku ya leo, nimeona upendo mkubwa umenifikia juu ya maisha yangu. Ondoa majina yangu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Na kutoka leo mimi nimeitwa mbarikiwa. Na siku ya leo nimeokoka. Amen. Unaenda kanisani, wewe umeokoka, ndio kafundishwe neno la Mungu, ndio utapelekana na Mungu wako. Na wewe msikilizaji, mambo ni magumu, umefika mwisho wako, wacha tuombe pamoja nawe. Ewe Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakuinua kwa upendo mkubwa umetuonyesha siku ya leo, hata kunileta mahali hapa pa ushirika TV Jehova, na kusimama kwa madhabahu haya Jehova, nitangazie watu wako mahali walipo, wengine wamefika mwisho wao. Ninatangaza siku ya leo, wacha ikuwe ni mwanzo wao katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza siku ya leo, wacha kukawe nuru katika maishani mwao. Mahali kuna giza kwa kila mmoja ambaye ananisikia siku ya leo, Jehova, wacha kukawe na nuru katika maishani mwao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Aliye mgonjwa Bwana, anaona kuna kansa, na hii kansa haiponi, ni kama imefika stage 4. Jehova, natangaza siku ya leo Bwana, katika maandiko yako ya Luka 1:37, with God all things are possible. Na kwa sababu leo tumenena nuru, wacha nuru ya mwangaza wa Mungu ikaingie na kapate nguvu ya uponyaji. The spirit of cancer disappear katika mwilini mwake katika jina la Yesu Kristo. Huyo amekosa hewa, naomba Bwana, uko na hewa yako, muweke hewa katika jina la Yesu Kristo. Aliye na magonjwa ya TB, natangaza virus ya TB ikakauke na ikaishe katika jina la Yesu Kristo. Aliye na shida, Jehova mfalme wa falme, Jehova, ni kwa sababu kazi yake imefika mwisho, imeanguka, hana pesa ya kuanza tena. Natangaza siku ya leo akapate njia, na hiyo kazi kaendelee katika jina la Yesu Kristo. Mwingine amefika mahali hapo, wengine ni watoto walipotea. Jehova, naomba wakarudi. Wazazi wako na machozi mengi, hawajui watoto wao walienda wapi. Jehova, naomba nikituma roho wa Bwana wherever watoto hao wako, Jehova, kawashike na wakaregeze nyumbani mwao katika jina la Yesu Kristo. Jehova, kumbuka vijana wetu, wasichana na vijana, wengine wameingia kwa mihadarati. Jehova, siwaondolee hiyo giza, ondoa hiyo giza ya mihadarati. Jehova, wakaokoke na wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wowote amefika mwisho, naomba Bwana neema ya mwanzo ikaingia
uingie katika maishani mwao katika jina la Yesu. Yes, natangaza Jehova, oi Jehova Mungu wangu, wakumbuke siku ya leo, ukawaponye Jehova. Mwingine napigania moyo wake hospitali, kutoka leo hakufi, ataishi katika jina la Yesu Kristo. Tembea ukitenda jambo jipya katika maishani mwao. Kama mimi Mungu uliniponya Bwana, hivyo tu bure hata hao waponye. Na ule wote Bwana anastakiwa dhambi na makosa, naomba ukamrehemu, naomba ukamsamehe siku ya leo. Msamehe Jehova, huyo amekaa na manunguniko, msamehe Bwana, na umkumbuke na ukuje umuonekanie katika jina la Yesu. Tunakupenda, tunakuinua kwa kuwa wewe ni Mungu, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea shukurani, kwa sababu Mungu wetu umesikia na umetenda. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wape namba yako ya simu, hata wakiwa wengine wanakupigia, lakini hata ikiwa kwa screen, hebu wape namba yako ya simu. Kwa namba yangu ya simu najiita Veronica Njeri Wachira, na namba yangu ndio hii 0724 40 54 71. 0724 40 54 71. Nasema hivyo mbili kwa sababu ya wale maybe hawanja walikuwa wanachukua kalamu andike, na andika hivyo ndio wasikie vizuri. Wacha nirudie ya mwisho. Namba yangu ya simu vile unaweza ukanipata ni 07 24 40 54 71. Na unajiuliza maybe na huyu mchungaji huyu reverend tunaweza tukampata wapi? Niko pale pale Buruburu, karibu na Outer Ring. Kuna soko iko mahali hapo inaitwa Outer Ring soko, na on your left kuna mahali kumeitwa SUS. Ukiteremka na hiyo kajia utapatana na kiumbao kimeandikwa SUS. Niko mahali hapo. Hapo ndio niko mahali hapo. Na siku ya Wednesday kuna watu na wanakujanga, tunaomba pamoja nao. Na nimeona Mungu akitenda mambo makubwa. Kuna watu wa kansa, kuna mtu alikuwa na matiti iko na kansa, alikatwa na ikaanza kumea, na nikaona Mungu. Watu wameona Mungu mahali pale. Niko mahali hapo kwa utukufu wa Mungu, kwa kuhudumia watu wa Mungu. Karibuni sana, wewe uko mahali pale. Kwa jina la Yesu na mubarikiwe.